Dubai Port a Port ni moja ya story kubwa ambazo zilishika headline mwaka 2023 ikihusisha wasichana wa Kiafrika wakienda nchini Dubai na kufanya vitendo ambavyo vinawaingizia pesa, na vitendo hivyo sio vya kibinadamu. Mfano, kula vinyesi vya binadamu ambao wanahitajika na watu ambao wanakuwa wamewainvite kwenye hizo party zao na kuambia kwamba watawalipa hela. Ni moja ya sexual fantasy ya hawa watu ambao ni wa Dubai, ambao ni matajiri. Story hii ilibadilisha mtazamo wetu kiujumla wa jinsi gani kwamba wanawake sio wanawake wote ambao wanaenda kuball, wanasafiri wanaenda nchi kama za Dubai, wanazifanyia kazi pesa hizo. Ilikuja ikatuonyesha kwamba kuna vitu vingine ambavyo vinawezekana sio vya kibinadamu, inabidi watu wavifanye ili waweze kuafford trips kama hizi. Kwa hivyo leo nataka niwape story hii. Inatokana na documentary ya BBC ambayo imetolewa siku si nyingi, kama siku 10 zilizopita, na hii documentary imecenter kwa msichana wa Kiganda anaitwa Monique Karungi ambaye alifariki mwaka 2022 akiwa na miaka 24. Na huyu Monique Karungi alikuwa anahusika kwenye issue nzima ya Dubai Port a Port, ambaye yeye alikuwa ni kama victim, mhanga, ambapo video yake baada ya video kusambaa, yule msichana hakuipokea vizuri na ikasemekana kwamba amejiua. Inasemekana kwamba alijiua, japokuwa kwenye documentary hii kuna vitu vingi ambavyo vilitufanya tukawaza kwamba inawezekana huyu msichana hakujiua. Okay, let's get into it. Baada ya hii story kuhit internet, BBC wakaona kuna ulazima wa kufanya uchunguzi, kuna ulazima wa kufanya investigation na kuona ni nani ambaye anafanya hawa wasichana wanatoka Africa, wanatoka kwenye nchi zao, wanaenda Dubai na kwenda kuuzwa, kwa sababu unaambiwa kwamba sio msichana mmoja au wawili, ni wasichana wengi ambao wanaenda kufanyishwa biashara hizo nchini Dubai. Kwa hivyo baada ya story ya Monique Karungi kwenda viral on social media, ikimuonesha kwamba akijirusha kwenye jengo kutoka kwenye gorofa sijui ya ngapi, nadhani ya 8 hivi, mpaka chini na kujiua. Kwa hivyo ilikuwa ni imeteka attention ya watu. Kuna huyu journalist kutoka BBC akaamua, you know what, twende tukafanya uchunguzi. Huyu journalist alisafiri all the way mpaka Uganda na kwenda kukutana na familia ya Monique Karungi, ambayo kwa maelezo yao Monique Karungi alikuwa ni msichana ambaye unajua nyumbani anapendwa, lakini ni wale wasichana ambao pia wana big dreams, anatamani kufika sehemu fulani. Na ilifika kipindi ambapo aliwaaga nyumbani, akawaambia kwamba yeye anaenda kutafuta kazi nchi za nje, ambapo akifanikiwa kupata hiyo kazi ataenda, na preferable country ni Dubai. Baadhi ya familia yake walikuwa wanasema kwamba hajui kwamba alipataje hiyo kazi, lakini Monique alipata kazi, akajiandaa, akasafiri na kwenda Dubai. Na baada ya kwenda Dubai, ndugu zake walikuwa wanasema kwamba kuna vitu vingi ambavyo vilichange. Monique alikuwa amebadilika, hata mavazi, hata anapoenda sehemu, anaenda kwenye sehemu ambazo ni za starehe, sehemu ambazo ni za bei kubwa, ambao ukimwona mtu anaingia probably utajiuliza huyu mtu kaingiaje kwenye hii hoteli, kaingiaje kwenye hii restaurant, anawezaje kuafford kwenda kwenye sehemu kama hii. Kwa hivyo iliwapa mawazo, lakini walifikiria kwamba inawezekana mtoto wetu, mdogo wetu amefanikiwa, lakini haikujulikana exactly ni nani ambaye alikuwa anafanya mchakato mzima wa kuwasafirisha hawa watu. Na hapa sasa ndio investigation ikaanza. Huyu journalist ilibidi aende akakutane na dada yake mwingine na Monique Karungi ambaye alikuwa anakaa Kampala, Uganda, na baada ya kukutana naye anamuuliza maswali kadhaa kwamba huyu msichana amepataje hii opportunity ya kwenda nje. Dada yake akawa anaelezea kwamba yeye mwenyewe haelewi, lakini kuna mtu ambaye alikuwa amemuunganishia kwenda kupata hiyo kazi. So baada ya kufanya uchunguzi kujaribu kujua aliondokaje Monique kutoka Uganda kwenda Dubai, apparently kuna mtu ambaye alikuwa pale Uganda, ambaye yeye ndo alikuwa anajaribu kuposti kwenye social media, anasema kwamba kama mtu unataka kazi Dubai, sijui kama unataka kazi sijui ya hotel management, sijui cleaner, vitu vyote hivyo alikuwa anaposti na watu wakimtafuta, anajaribu hadi kuwatafutia passport na kila kitu. Kwa hiyo huyu undercover, huyu journalist alipata namba yake, akamtext WhatsApp na kujaribu kumwambia kwamba na yeye anataka kwenda Dubai kwenda kufanya kazi, ili kuweza kujua process nzima inayotumika kuwasafirisha hawa wasichana. Kwa hiyo huyu mtu particularly sio yuko kwenye government, hayupo kwenye government, ni mtu baki tu ambaye ana uwezo wa kuaccess jina lako na kujua kwamba wewe una passport au hauna. Hiyo ni system ambayo mwananchi wa kawaida hutakiwi kuwa na access nayo. Sawa? Ni system ambayo inatakiwa mtu ambaye mwenye authority au mwenye mamlaka au mwenye
ruhusa ya kuweza kuangalia hivyo vitu. Kwa hiyo baada ya kumwambia kwamba mimi nataka kwenda kufanya kazi Dubai, naomba nisaidie kuunganisha akamwambia nitumie jina lako niweze kuangalia. Kutuma jina, kuangalia, akamwambia mbona unanidanganya kwamba wewe hauna passport lakini kumbe una passport. Kwa hiyo journalist at some point akawa amefail to get the information out of him. Lakini kujaribu kuchunguza zaidi, kufuatilia yule mkaka, social media zake, nani anamfollow, wakaja kugundua kuna mtu ambaye anaitwa Charles Mwesigwa. Charles Mwesigwa huyu ni mtu wa Uganda ambaye yeye anaishi Dubai. Huyu sasa ndo ringleader ambaye yeye sasa anawatoa watu anawatoa watu wa Uganda anawaleta Dubai na ana clients wake. Kwa hiyo hawa BBC wakawa wamefake like a investigative journalist na kumwambia kwamba aende undercover journalist, na maanisha aende akajaribu kuongea naye, kujifanya kwamba na yeye ni client, anatamani kupata hiyo service na kila kitu. Kwa hiyo baada ya kufanya uchunguzi na kujua Monica alipokuwa anakaa Dubai, kwa sababu kule wakishapelekwa Dubai kuna sehemu kabisa, kuna apartment ambayo iko specific kwa ajili ya hayo mambo. Wanakuwa wana rooms kama vile boarding schools, sijui unaelewa, wanakuwa kuna vitanda vingi, alafu pia saa nyingine hadi wasichana wanafanya vitendo vya kingono humo na clients wao. Kwa hiyo huyo boss Charles Mwesigwa ni kama ndo amewa-accommodate hapo, na wanatakiwa wakishafika Dubai wananyang'anywa passport, wananyang'anywa vitu vyote ambavyo vinaweza vikawafanya wakaamua kuondoka. Ile kwamba wewe una sense of freedom, wao ndo hawataki. Kwa hiyo wanakunyang'anya hivyo vitu vyote vya muhimu. Alafu sasa wanakuweka kwenye hiyo shelter na uweze kutumikia. Inabidi ufanye kila kitu ambacho wanakitaka. Wakipata sijui client wanataka shitia kwenye mdomo, vinyesi vyao waweke kwenye mdomo, vyote hivyo. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba Charles Mwesigwa ndo mtu ambaye alikuwa anafanya hivyo vitendo, wakajaribu kuangalia apartment aliyokuwa anaishi Monique, kwenda pale wakakutana na mtu ambaye ni Mgana ambaye alikuwa anakaa maeneo hayo, na akaenda akawaonesha, akamwambia kwamba hapa ndo sehemu ambayo alikuwa anakaa Monique. Na muda kidogo kabla ya Monique kufariki, Monique alihama kutoka kwenye ile apartment kwenda kwenye apartment nyingine ambayo ilikuwa ni walking distance tu. Na hapa Monica alikuwa inasemekana kwamba kuna kazi ambayo alikuwa ameipata ambayo ni tofauti na haya mambo mengine yote, ambapo alikuwa anahisi kwamba ataenda kuwa free na ataendelea kuwa na maisha yake na kusaidia familia yake. Lakini sasa Charles Mwesigwa ni mtu ambaye huwezi kumuacha. So simulizi charge, ikabidi niingie ndani ni charge ili niendelee kuwasimulia. So tuendelee tulipoishia. Charles Mwesigwa sio mtu ambaye unaweza kumwacha kirahisi, kwamba umepata freedom uendelee tu na maisha yako. Hapana, kwa sababu they take your passport, as I told you. Wanachukua kila kitu ambacho kinaweza kukupa wewe uhuru na kupata jeuri ya kusema naachana na haya maisha. Kwa sababu yeye Charles Mwesigwa, hii ilikuwa ni biashara kwake ambayo inamuingizia pesa. Ilikuwa sio msichana mmoja wala sio wasichana wawili, ilikuwa ni bunch of women, wanawake wengi. Na unaambiwa wasichana ambao pata incident ya kufariki ambao connection ni ya Charles Mwesigwa ni almost wasichana wawili, ni huyu Monique Karungi na msichana mwingine ambaye jina lake kidogo nimelisahau. Baada ya kifo cha Monique Karungi hakuna investigation yoyote ambayo ilifanyika kwamba huyu msichana ilikuwaje mpaka akajirusha kwenye balcony. Hakuna hata majirani ambao walienda kuhojiwa, walishaenda kuconclude kwamba yule msichana amejiua mwenyewe. Kwa hiyo yule undercover journalist akaenda kukutana na Charles Mwesigwa, akaonyesha kabisa huyu ndio alikuwa bosi wa Monique Karungi ambaye ni Charles Mwesigwa. Kwa hiyo huyu undercover journalist akawa ana pretend kwamba na yeye anataka anataka kufanya party, anataka watu wa aina tofauti, na wakawa wamemcatch kwenye video huyu Charles Mwesigwa akiwa kabisa anajisifia. Anamwambia unataka wa aina gani? Wewe tu usema, you can get of any type. Unaweza kupata wa type yoyote ile. Na hawa wasichana they are ready to do anything you tell them. Yule kaka akamuuliza hata Dubai potapoti, akamwambia anything, tena nitakutafutia the craziest one. Kwa hiyo huyu mtu ni mtu ambaye hii ilikuwa ni biashara yake. Hawa journalist kumbukwe ni watu ambao wanatoka Uingereza. Kwa hiyo baada ya kurudi Uingereza, huyu Charles Mwesigwa alikuwa amewaambia hiyo siku ambayo huyu journalist ambaye ni undercover alivyoenda Dubai, alivyoenda kukutana naye, yule Charles Mwesigwa akamwambia kwamba mimi nilishaikuwa bus driver in UK. Kwa hivyo baada ya hawa journalist kurudi UK, yule Charles Mwesigwa akawaambia kwamba mimi ninakuja UK, kuna kitu nakuja kufanya, kwa hiyo nitataka kukutana na nyinyi. Kwa hiyo hawa journalist wakaona kwamba this is the chance kwamba wanaweza wakampata. Kwa hiyo baada ya kumfuatilia yule Charles Mwesigwa akaja kugundua kwamba anafuatiliwa.
Kwa hiyo akawatumia message bunch of them kwamba mnahisi kwamba mimi ninahusika na kifo cha huyu msichana. Huyu msichana sio wa kwanza kufariki wala sio wa mwisho. Mimi I have nothing to do with it. Kwamba yeye mbona alishakuwa ameondoka, passport yake alikuwa nayo mwenyewe, mimi nilikuwa nayo, sina ugomvi. Kwa hiyo akadeny kwamba yeye amefanya chochote au ana any uhusiano wa hicho kifo, kwamba inawezekana yeye ndo amemuua. Kwa hiyo akakata kata. Hii kanifanya nifikirie hata Tanzania hivi vitu vinawezekana vinafanyika sana. Watu wanauzwa, inawezekana wafanye potapoti, lakini wanavouzwa we all know, yeah? Until